toka nyumbani kwangu. Unanifukuza? Hapana, niache kwanza nipumzike, maana unanichanganya. Toka nyumbani kwangu. Unanifukuza tayari, amekuwa hayo. Kwa hapa nimekushaurije? Nimekushauri vibaya? Bana, ifanye hivyo, toka nyumbani kwangu. Niache kwanza nipumzike, maana naona kama unazidi kutuku kunichanganya. Toka nyumbani kwangu. Sawa, naondoka. Ila tambua uoga wako ndio umaskini wako. Nikimtazama shemeji yangu ni kama anamuona mume wangu. Mume wangu, popote ulipo, Mungu akusaidie. Sijui kama uko hai au umekufa. Mungu akusaidie sana mume wangu. Vipi shem? Karibu juisi. Asante, ila sijisikii kutumia juisi. Basi sawa. Alafu basi sawa.
Habari za hapa? Salama. Vipi? Amina mbona nimemtafuta nje hapo simuoni. Yuko wapi? Ametoka kidogo. Katoka kidogo? Kwa ruhusa ya nani? Sinaongea na wewe. Kwa ruhusa ya nani? Hapana, nilishoa salio nikaona nimwagizie kidogo kaniletee vocha. Kwa ruhusa ya nani? Afu wewe unaanza kumzoea vibaya. Sinaongea na wewe. Kana mume wangu. Wewe unaanza kumzoea vibaya, sivyo? Tangu uje humu umeona mdogo wangu anatoka ovyo ovyo? Hapana mume wangu, naomba unisamehe. Ila tu nilishoa salio alafu kwa kuna mtu nilikuwa nataka nimpigie niwasiliane naye. Nikaona nikwambia unitumie salio nitakusumbua afu nikopo kazini. Iwe mwanzo na mwisho hili swala. Sitaki tena nije nisikie maswala ya ovyo ovyo. Sawa mume wangu, nimekuelewa. Mpenzi, kuna kitu nataka niongee na wewe. Poa. Ila mpenzi, mbona tumetoka chumbani sasa hivi? Tumetoka tunazungumza au kuna jambo lingine umesahau? Ndio. Afu ni la muhimu sana. Poa, haina shida. Mpenzi, kuna jambo ulisema utaniambia. Ni jambo gani hilo? Ndio. Yaani mapenzi yetu yamekaa kwa muda mrefu. Sioni mwelekeo wowote na kila siku unaniambia utakuja nyumbani. Unaishia tu kuniambia kwa maneno nyumbani haufiki. Kwa hiyo nataka uniambie kama nyumbani utakuja au hauji. Tambua kwanza nakupenda. Kwa hilo usihofu. Toka kipindi kile uliniambia kuwa kaka yako ni mkali sana. Nitajipanga vizuri nizoe kazi zangu fresh ili Jumapili ijayo nifike nyumbani kwenu. Kuhusu kaka yangu, ndio ananichunga sana maana mimi ndo mdogo wake wa pekee na nyumbani kwetu tupo tu wawili, kwa hiyo lazima anichunge sana. Kwa hiyo mimi ninachotaka tu ufike nyumbani na sitaki unichezee kabisa. Na kuondoa shaka. Mimi nakupenda. Nyumbani kwenu nitafika. Safari nikikuona nyumbani kwetu. Alafu muda umeenda, mimi nataka nirudi nyumbani kaka asiende kunifuata. Poa, haina shida. Hata mimi mwenyewe nimeona muda umeisha. Ngoja nikawaishi nyumbani. Niangalie boda chapo hapo. Alafu nipeleke nyumbani. Sawa. Poa. Karibu sana rafiki yangu. Asante, mambo? Poa, vipi? Safi. Karibu sana rafiki yangu. Alafu kipindi nipo dau nipigia simu kwamba Shemu ipo Sauzi. Vipi, amerudi? Bado kama nilivyokuambia, mpaka sasa hivi hajarudi. Na vipi mawasiliano unafanya naye? Hapana, hapatikani pia. Na sielewi nifanye nini. Hapa nimechanganikiwa. Sijui ni mzima au amekufa. Wewe naye changamka sasa bwana, si atarudi na wewe. Shemu ni mzima, atarudi. Najitahidi kufanya hivyo, lakini nashindwa. Si unaelewa tena. Anajiuliza usiku na mchana. Vipi rafiki yangu? Eti unaweza kutoka na shemeji yako? Unamaanisha nini? Juzi Ana alikuja hapa. Akawa ananishauri nianze kutoka na shemeji yangu. Akiwa na imani kwamba mume wangu ashafariki. Shoga, usifikirie kufanya hivyo. Mimi naamini Shemu yupo na ni mzima na atarudi. Mimi mwenyewe nazidi kumwombea kwa Mwenyezi Mungu. Na hata alivyoniambia Ana, sikumsikiliza kwa chochote kile. Na wala siwezi kufanya hivyo. Basi sasa kipenzi, mimi ngoja niwe kwa mama mdogo kwanza nikamsalimie. Maana tangu nimerudi sijaenda hapo.
Sawa bwana. Haya, bye, wakati mwingine. Haya, karibu. Asante. Haya. Wifi za kushinda. Salama za huko utokapo? Nzuri kabisa. Lakini wifi, mbona kama huu sio muda tuliokubaliana mimi na wewe? Sawa, nimechelewa. Kwani vipi, kaka amesharudi? Kaka yako amerudi toka ulivyoondoka ule muda, ndo narudi sasa hivi. Kweli wifi? Nisamehe wifi yangu, sikukusudia. Sitachelewa tena. Lakini wifi, sio vizuri. Ukikubaliana na mtu kubaliana naye kweli, wa yule muda aliyokuambia. Sawa, nimeshakuelewa. Haya. Lakini wifi, samahani, lakini kama nitakukosea, nitakuwa nakuingilia kwenye majukumu yako. Huyo mwanaume unamwamini kweli? Namwamini kabisa, tena 100%. Atakuja tumuone au atakuja na posta, atakuja kutoa barua? Amesema Jumapili anakuja. Kwa hiyo sina mashaka naye. Haya poa, lakini natakiwa ukae na kakako chini myazungumze. Si unamjua kakako alivyo? Mimi kwenye hilo siwezi kuamua chochote. Shida kaka mwenyewe, yani ananichunga sana kama mimi mtoto mdogo. Nimeshakuwa eti najua lipi jema lipi baya. Kwa hiyo mwambie apunguze kunichunga chunga. Mimi sio kuku. Itabidi tu mzoe kakako. Hujaanza leo kuishi na kakako. Kwani paka sasa hivi hujawahi kumzoea kakako? Hata kama amezidi bwana. Sawa, mimi kakako naonaga ni mkali kwa mambo mengine, lakini mambo mengine kama haya namuona yupo sawa. Sawa. Mimi naenda kuoga. Haya, nenda kaoga, utanikuta. Tuje tupige story 1 2 3. Moja itajulikana. Anauliza kwa machozi, kweli uko wapi? Ziwa la kifo. Shem, tunakusikiliza. Maana ulisema kuna jambo unataka kutuambia. Ni kweli. Nadhani tumeenea kifamilia. Shem kaka na historia wameondoka, yupo Saudi. Hatuna taarifa naye. Na hatujui kama alishakufa au ni mzima. Na angekuwa mzima, kwa anatupigia simu au tungefanya naye mawasiliano. Sasa mimi nilichokuwa nashauri Shem, rudi nyumbani au tuuze mali. Kaka, unasemaje? Siongee na wewe kinyago. Naomba utulie. Au wewe Shemu unasemaje? Unasemaje wewe? Yaani hizi mali nimechuma mimi na mume wangu. Ninajua wewe ni mshauri mkubwa sana kwa sababu nimebaki na wewe. Alafu naona unanishauri hivyo. Mimi siwezi kabisa kufanya hivyo. Siwezi. Mimi hapa ninawaza mume wangu anaishi maisha gani. Sijui kama ni mzima au amekufa. Alafu naona unakuja kuniambia kwamba tuuze hizi mali. Sitaki na siwezi kufanya hicho kitu. Shemia, haya maneno ninayoongea kwa muda huu sitarudia tena. Naomba uyatafakari. Urudi nyumbani au tuuze mali. Tumeelewana? Tumeelewana Shem? Mimi hicho kitu hakiwezekani kabisa. Siwezi kabisa kufanya hicho kitu unachokitaka wewe. Kinawezekana. Naondoka. Bibi,
Abe, mjukuu wangu. Naumwa. Najua kama unaumwa mjukuu wangu, najua sana. Bibi, nimemkumbuka sana mama yangu. Umemkumbuka mama yako? Ndiyo. Atakuja. Nilimpigia simu, atakuja. Mama anataka nife bila kumuona. Huwezi kufa bila kumuona. Nilimpigia simu, anashughulikia kuhusu ugonjwa wako. Kwa hiyo atafika tu hapa na utatibiwa, huwezi kufa. Tutakutibu mpaka utapona. Huwezi kufa kizembe, wewe ni mtoto mdogo sana. Utatibiwa mpaka utapona. Mama yako atafika hapa na tutaanza kukushughulikia. Hauwezi kufa mjukuu wangu. Tunakujali sana. Tunajua ni nini tutafanya kwa ajili ya kuumwa kwako. Hatuwezi kukuacha hivi hivi tuwe wazembe, lazima tutakutibu mjukuu wangu. Mungu atakusaidia, Mungu ni mwema. Asante bibi kwa kuniuguza. Asante. Barikiwe mjukuu wangu. Haiwezekani. Wakati naanza mahusiano naye hakuniambia kama yeye ana mtoto. Inawezekanaje hii? Kila siku humu ndani waga naonekana mimi mkorofi. Sasa leo atanitambua vizuri. Kweli. Kweli. Nita amemsema na mchicha. Sasa basi ataniona. Wewe Grace. Grace. Kapotelea nchi za jirani, habari zinarudi kila siku tofauti. Wengine wanasema amekufa zamani, wengine wasema achana naye, endelea.